Watu wengi walizani nitasimulia historia ya Neymar dos Santos Jr. Lakini la hasha. Leo sitosimulia historia hiyo ya maisha yake. Ni historia nzuri na yenye mvuto wa kina. Ni historia inayosisimua ukisikia kwenye masikio yako. Nitatenga siku kubwa na nitaisimulia kwa ufanisi na umahiri wa hali ya juu. Ila leo nitasimulia nyakati mbaya ya kuzaliwa kwake. Watu wengi huwa wanapenda kusikia vitu vizuri tu. Bwana, huyu jamaa kama na mkosi sana kwenye maisha yake ya soka. Yaani alizaliwa kwenye kipindi kibaya. Unatamani kujua. Lakini kwanza kabla ya yote ni kusii uweze kusubscribe channel hii ili wa kwanza kupata habari zetu. Hivi unajua licha ya Neymar dos Santos Jr. kuwa na kipaji kikubwa lakini hajawahi kuchukua Ballon d'Or? Yaani mchezaji bora wa dunia. Wapo wengi washawahi kuchukua. Kashachukua Rodri wa Man City. Ameshawahi kuchukua Luka Modric. Na wengine wengi tu wamewahi kuchukua. Lakini Neymar dos Santos Jr. wala hajawahi kunusa hiyo Ballon d'Or. Kwa sababu alizaliwa kwenye kipindi kibaya. Muda karia yake ya soka inakuwa. Kutoka de Santos kuja Barcelona ndio kipindi ambacho waliwakuta Messi na Ronaldo wapo kwenye ubora wao. Kitu hicho kilimficha licha ya kuwa mkubwa kwenye kipaji, lakini hakikuonekana ndugu yangu. Laiti kama angezaliwa msimu huu wa kina Mbappe, Lamine na kina Rodri, angeweza kuonekana mtu kidogo. Angeweza kuchukua. Hakika kiza kilitanda kwenye maisha yake ya soka. Alitamani hata kuchukua kombe la dunia, lakini ilishindikanika. Aliishia kula goli 7 tu zidi ya Ujerumani. Mwamba alijitutumua kwelikweli kuonyesha kipaji chake na ufanisi. Lakini kwa bahati mbaya alizaliwa msimu ambao Barcelona haina vipaji sana vya kumfanya. Lakini hata timu yake ya taifa hakuweza kuchukua kombe la dunia. Messi amewahi kuchukua kombe la dunia. Amewahi kuchukua Ballon d'Or nyingi tu. Mwamba aliambulia UEFA tu. Tena UEFA hiyo akiwa Barcelona. Barcelona hiyo ilikuwa ya moto kweli. Historia hii inasikitisha sana kwa legendi kama huyu Neymar dos Santos Jr.